of the children of Kenya? Yes. When I came into office, nobody knew what CPC was going to happen. Many parents they did not know what was going to happen next. We have sorted out the challenges with CBC. I have hired 76,000 teachers in 2 years. It's never been done by any government. We have a new funding model. It was taken to court. The court has now cleared to say it is the right model because it treats children according to the ability of their parents, so that children from poor families can get up to 90% scholarship. And children of William Ruto and the other people who earn more money can be funded less because their parents can afford. These are the kind of things that were challenges to Kenya. Good. I have sorted them out. I have sorted out education. I am sorting out health. I'm sorting out housing. I am making sure that the economy is stabilized, and we are moving the country forward. Kenya is not going to default. I can tell you for a fact. Mr. President, unajua tuko rais. Yes, my brother from Weru. Yes, my name is Martin. Martin. Yes, Martin. Kuna swali ambalo dadangu hapa ameuliza na hujajibu. Ningeomba ujibu tafadhali kwamba mawaziri unawabadilisha mpaka sasa a record 3 times in a ministry, Mheshimiwa Rais, kwa miaka miwili. Sidhani kwamba yule waziri kwamba kama atakuwa ametulia hata kufanya kazi ama utakuwa umempea nafasi ya kufanya kazi. La pili, mtukufu Rais, umetaja mambo ya miraa. Sijui kama huko na habari kwamba tunavyoongea hivi sasa shirika la ndege la Ethiopia Airways limewacha kubeba miraa ambayo ilikuwa inabeba miraa kwenda Israel, kwenda Sierra Leone, I think, limewacha kubeba miraa. La tatu, nadhani utayakumbuka yote, ni Nithi Bridge. Nithi Bridge mpaka leo hakuna kitu ambacho kimefanyika kwa Nithi Bridge. Ulikuwa umepromise kwamba in 100 days itakuwa imeanza kujengwa, ukakuja tena ukasema in 6 months itakuwa imeanza kujengwa. Mpaka leo Mheshimiwa Rais, hakuna kitu kimefanyika, na watu wanakufa. Real people are dying at Nithi Bridge, Mheshimiwa Rais. Like they are really dying there at Nithi Bridge. Okay, wacha nikujibu mambo ya mawaziri. Kila serikali inabadilisha mawaziri. I want you to tell me how many times Kibaki changed ministers. No, I'm just telling you. You had a chance ya kuchagua mawaziri. Si umeniuliza maswali. Mheshimiwa, niruhusu I listen to you when you are asking. Why don't you listen to me when I'm answering? You are asking me. Yeah, relax. So, Kibaki alibadilisha mawaziri when it was necessary. Uhuru alibadilisha mawaziri when it is necessary. When it is necessary, I will change ministers because it is my prerogative. And ultimately, whatever the ministers are doing, ultimately, I will be asked. The buck stops with me, ultimately. So that is why I am going to work with people who ultimately are going to help me answer the final question to the people of Kenya. Yes, and umetuambia hapa kwamba wale au mawaziri wengine walikuwa marafiki zako, but then you had a chance wakati uliondoa cabinet yote. You had a chance ya kuchagua watu ambao labda hutawabadilisha baada ya miezi mitatu ama miwili. Martin, naam, kama unaona sijafanya vizuri, sijasema hujafanya vizuri. No, sasa you know unawabadilisha mpaka sasa mimi mwanahabari saa nyingine hata nashindwa kukumbuka waziri fulani ni wa wizara gani. Kazi sasa utakuwa unaanguka mtihani usipojua waziri ni nani. That is your problem. Your problem is to find out who is the minister for whatever. So let me just tell you that kazi ndio mimi niko naye. Nitafanya vile naelewa inapaswa kufanyika. Let me give you an example. Unajua kwa hiki Bwamwere, kuna wakati mmoja alienda kumuona Rais Kibaki. Kamwambia, bwana Rais, kuna shida hapa, kuna shida hapa, hapa iko shida, hapa iko shida, hapa iko shida, ungefanya hivi, ungefanya hivi. Kibaki akanyamaza, akamsikiza. Alipomaliza akamwambia Koigi,
hiyo maneno yote umesema, siku ukikuwa rais ufanye hivyo vile unataka. Wacha mimi nifanye vile najua. Sitaki kujibu hivyo. Nilikuwa lakini Mheshimiwa Rais, wachana na hiyo. So Nithi, wacha tuende kwa Nithi Bridge. Huyu jamaa ameniuliza. Niliwaeleza wananchi wa Tharaka Nithi, mahali my deputy anatoka, kwamba hii Nithi Bridge tutaishughulikia. Right? Ukiuliza Kinoti wa Kera, ukiuliza engineer Kung'u wa Kenha, kama I have given them the assignment to do it and to figure out how we are going to work on that bridge. They will tell you there is 2 solutions to that bridge. One will cost us 5 billion shillings, and they have designed how it's going to happen. The other one is going to cost us 50 billion shillings, and they have told us to make a choice between, are we going to do one that is going to cost us 5 billion? Are we going to do another one or the other one that's going to cost us 50 billion? As to us having a plan on how that is going to be done, we have a plan. Like everything else, because of the nature of the economy, and because we have not been in a position to raise resources to do, just like all the other roads that did not, that were not factored in because there wasn't enough resources. Now we do have resources. We are now going to figure out, as we, like last week, we paid 60 billion shillings for the contractors to go back and do what they have to do. Because now we have stabilized the economy, we've gone to the market, we've raised the resources, and we know what to do. Part of what we are going to do is to make sure that that assignment on Nithi Bridge, which by the way is a concern to me as much as a concern to you, because as you say, real people are continuing to lose lives on that bridge. So it doesn't mean that we have not, it does not mean that we have no plan. It doesn't mean that we are not thinking about it. It doesn't mean that we have forgotten about it. I can tell you, if you speak to Kinoti of Kura, if you speak to Kung'u of Kenha, they will tell you the plan. Or you ask, if you speak to Mbogwa, the PS for roads, he will tell you we have a way of doing that bridge. The Miraa issue, please. The Miraa issue. Kwamba tuna wakati mfupi sana ama muda wetu unaelekea kuyoyoma, lakini kuna swali ambalo hatungekuachilia kama haujaelezea Wakenya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Wakenya wanasubiri. Okay. Swali lenyewe linahusiana na utekaji nyara